Nataka niwakumbushe miaka kadhaa tulikuwa mahali hapa. Tulikuwa tumekuja kujiandikisha na kujisajili kama UHC. Mnakumbuka? Kwa sababu Nyeri County ilikuwa mojawapo ya county 4 ambazo walikuwa najaribu hayo mambo ambayo commissioner amejaribu kuwaelezeni. Leo hii tuko hapa. Kitu cha kwanza nataka niwashukuru kwa sababu ya kazi ambayo mmefanya kwa wiki tangu Oktoba tulipoanza. Tumeng'ang'ana, mlikuwa namba 1 lakini mumeenda mkirudi nyuma hapa na pale. Kwa wakati huu tumesajili watu zaidi ya 200,000 kutoka Nyeri. Lakini tunaweza sema bado hiyo ni 30% ya wale watu ambao tunatarajia kusajili. Na ningetaka niseme siku ya leo tumekuja ndio tuweze kuchambua, kufanya tena kwa haraka, kutia nguvu kazi hii ya kujiandikisha. Kwa sababu gani? Mimi nataka niseme hivi na nieleweke, na ningetaka nizungumzie watu wa Nyeri. Iko wakati unafika tunatofautisha mambo. Tunaelewana? Tunaweka siasa pale na tunafikiria juu yetu. Juzi nilisema hivyo, wengine wakaona sikizeni, na niwaambie ukweli. Baniani mbaya, kiatu chake dawa. Lazima tukatafute kile kia. Na katika haya mambo, kwa sababu siasa ndio zinaingizwa, zinaanza kuharibu, nataka unijibu swali hili. Ni wewe utakuwa mgonjwa ama ni President Ruto? Ni wewe utagonjeka ama ni Rigathi Gachagua? Ni wewe utagonjeka ama ni Mwalimu Mutahi Kahiga? We, tutofautishe tufanye nini? Tutofautishe nini? Mambo. Kwa sababu tunaambiwa, na ninataka nishukuru Kasim na timu yako katika hii harakati, na nilisema hivi kwa sababu kwa wakati huu katika taifa hili hakuna njia nyingine. We have no other alternative. Alternative yetu inaitwa SHA, alafu tuende kwa SHIF. Mimi mwenyewe niko hapa, usione na furahi. Hii payslip yangu nikikutolea saa hii nakatwa 27,000 shillings every month. Na nikienda hospitali nitatibiwa kama yule mtu halipi. Tuko pamoja? Urage isidia daraga agenete ni udu oguo. Yaani mimi napiga makofi kwa sababu ya hiyo? Hapana. Lakini ni lazima kujiuliza swali hili. Hizi 27 mimi natoa kila mwezi, DG anatoa zake, si ndio zitamsaidia yule hajalipa? Kwa sababu taifa hili juzi nilikuwa mimi ninalipa 1,700. Si ndio? Yule mtu ambaye ana sijui analipa 700. What we are saying now, na ningetaka watu wa Nyeri wakumbuke mwito wetu, our motto in this county, our vision, what we really need to think about is a wealthy county with healthy, safe and secure people. Nataka watu walio na siha na afya njema. Itapatikanaje? Itapatikana, kitu cha kwanza, kujisajili. Na nonyede kuga adu maigue wega. Ukijisajili na SHA, uende Kinunga dispensary, uende Ihororo dispensary, uende Warazo dispensary, uende Kio dispensary, uende Wamagana dispensary, hutalipa chochote. Netu hapa twaiguana. Netu hapa twanyitana. Na mujire ka mirimo ne huraga hodi. Hau netu twanyitana. So, ndeto cia kwamba kudilu na Ruto na maundu mangire hiyo ni hadithi ya siku ingine. But for now we must not mix these things, kwa sababu hiyo ndio imeleta slow down. Na ningetaka niambie wanasiasa wote, hata wawe mlengo upi, don't joke around with the health of Kenyans. Mimi nilikuwa hapa na UHC, si mnakumbuka? Tukang'ang'ana tukasajili watu karibu 400,000 ikakwama. Sasa tuko na hii tung'ang'ane nayo iwak. Ndio mimi nikienda pale, wewe ukiwa mgonjwa unapata matiba na unaambiwa level 2, level 3 utapata bila malipo. Tuende katika level 4 selected services ama some of the level 4s.
Lakini kuanzia hapo tena unapewa nafasi, wanakuangalia wewe ni kama ni grade gani. Wewe utaitishwa 27,000 kama mimi. Mimi nitalimwa na huyu na wale na hao wako hapa, kila mtu hapa saa hii anatoa kitu. Tunaelewana? Na ndio sababu sisi hata maneno ya kujiandikisha hiyo ilifanywa mapema na tukamaliziwa. Lakini now we must, as Kenyans, mtu amke asubuhi, mumesikia hadithi ya DG amesema, unakuja kwa ofisi zetu unatuambia wewe ni mgonjwa, unatakana bili ya 1.9. No ugiukare wokwa mukiaragia matatu ine chicha cho chuche itiraruta wera. Halafu amujui hata sisi tumechoka na hizi harambe. We must also admit, na ninataka ieleweke. Kwanza nyinyi akina mama ndio mnaweza kutueleza vizuri. Kashiara kona kakaberia ihenya. Kakizaliwa saa hii hapo, kataanza mbio kwenda kununua mandazi hapo. Si lazima tunakapatia nafasi, kangangane. Tunaambia wewe hii siasa ingine ondoeni, lakini mtoto akue mpaka afike pale awe sawa. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nimeketi niko na hawa watu na niko mkutano kila Jumatatu. Na tunaangalia vile pesa zinaingia. Kwa sasa kufikia jana, chief ilikuwa na deni yetu ya 300 million. The total kwa hii county. Sijui kama tunaelewana. Leo nimeonyeshwa PGH wamepata 27 million. Sijui nani nini. Hizo pesa ndio tutatumia kuwanunulia madawa. Tunaelewana? So, we have a choice here. Tukeine rũrũ turenda kuina, tutukanie maundu, tuchanganye mambo, watu wakiwa wagonjwa etoke mare. Kato gwekatia. Ni mranyi turenda kuga. And here I want to thank my CHPs. Na hapa Ronald commissioner. Hao watu nimelipa hawa mpaka ni December tu sijalipa hawa. Si ni kweli? Serikali kuu haijawalipa kutoka June. You know, now that is another challenge. Sababu wanatakana wafanye kazi lakini hawana nini? Mimi nimewalipa my share up to December, is that right? We are waiting December. Yes, sir. Na hata hii December imekwama kwa sababu wale wanachelewesha kidogo. So, if they were paid from June, now hiyo pesa yao yote huyu mama ataweza kukimbizana na hiyo maneno. Yeah? So we want you, na nimesema awekwe hapo kwa sababu saa zingine mnasahau mwetagira mundu akue nigetha mumuhuragira kigamba. Akue mtu amekufa ndio mnasema ng'ang'ana tupatie nafasi ndio tuongee uzuri atasikia. But we want to thank you, Ann. You are doing a wonderful job. Please push them tuendelee. Tutaangalia hiyo maneno kidogo tukipata nafasi hapo pale. Nyinyi mnajua tukiangalia last time ilikuwa kuku. Tukiona kuku haitoshi saa hii tunaweza hata mbuzi ama mahali ingine. Si hiyo maneno ni yetu. Tutajipanga hiyo maneno ama namna gani? So the point here should be, and the positive message that should come from today. Leo tumeanza hii RRI. RRI ni Rapid Resource Initiative. Yani tunataka katika soko, katika kanisa, katika kila sehemu ambao wananchi wameungana, tujisajili. Kwanza ingia SHA. Hiyo maneno ya SHIF itajileta. Lakini be in SHA. What does that mean? Mkijiandikisha SHA, you are doing the capitation? Yes. Si ndio capitation? Kama mmejiandikisha hapa watu 1,000, hapa inapata 900 times 1,000. Pesa zinakuja za kununua madawa. Dawa za nani? Zen. Lakini wewe saa hii bado huko unasema sijui ni Karen, sijui ni Wamunyoro, sijui ni wapi. Katika hiyo harakati unapatwa ugonjwa. Wote ilekeraha. So can we, tumekubaliana we are separating matters? Kwanza tuweke tutofautishe mambo. Tuseme ni kujiandikisha kwanza. Na tumesema baniani mbaya kiatu chake dawa, and you have no choice because sasa usipojisajili kanado anyume na bia yawe kule hela thibitari. So let's do that and get it. And I want to thank you nyinyi CHPs, get out there. Hizo 10, si wewe uko na 10 nyumba 10 hizo zako, hizo household, hakikisha kila mtu amesajiliwa ni moja, 100 of
jui nani mwingine birth certificate, si namna hiyo. Muweke hawa kwa hiyo system. Kasim for hizo responses. Unajua kila mtu shida ikiwa everybody blames even the hata nilikuwa nakuja na amekataa kulipa. When I went to Nairobi and asked, nikaambiwa sisi ndio tumeharibu kwa sababu we are forwarding the wrong names. Hapo tumekubaliana. Commissioner, hii kazi tufanye kwa pamoja. Juzi niliona Deputy President amekuja Nyeri. Unajua iko watu wengine wanatakaga tu fujo for nothing. Hii ofisi ya governor iko hapa. Ni ofisi ambao wananchi wameichagua. Inafaa wakati mgeni kama huyo anakuja, tunapewa notice. Tunaambiwa the Deputy President of Kenya, yule aliyechaguliwa na President Ruto, anakuja. Na tunajua, si ni kweli? Si ni kweli? Na kwa vile yeye ndio uko kwa kiti, sisi tunatumiwa program ndio tujue tutaingilia wapi. Sasa sisi tumekaa pale, tunasikia ako Kieni, mara ako Agodhi, hatujui tuende. Sasa imagine governor anazunguka huku ati sema muonete. Surely mimi naweza fanya hivyo? Is that right? Hiyo kweli ni haki? Ofisi zipeane heshima. Sisi tunapatia, mimi wakiniita mkutano Nairobi, si mnaona naenda hata ofisi yake. Sasa akikuja Nyeri, si anipigie, hata kama hawataki kupigia Mutahi Kahiga, wapigie commissioner, wampatie instructions, ambia governor this is a program, ataenda hivi na ataenda vile. Bila hiyo next time hata rais akitaka kuja, I mean kuna protocols na ni vizuri tuelewane. So zikikosekana, nyinyi msione ati mimi sitaki kwenda kwa sababu Kindiki yako Kieni ama wapi. Hapana, mimi ni mmenichagua, si ni kweli? Na nina ofisi. Na ni lazima saa zingine unatofautisha siasa na ofisi. Mmeniona Karen nikienda mkutano, mimi ni mwenyekiti wa baraza la magavana. Tukiwa na mkutano huko na Deputy President, si mimi naenda tunaketi hapo. Sasa kwa nini akikuja hapa kaheshima tu kidogo ya kusema tafadhali kuna governor huko tunakuja? Ikisindikana sana hata wasiambie commissioner, hata huyo mbunge ambaye amemuinvite si apige tu simu aniambie governor tutakuwa hapa, tutafanya hivi. Leo ni mundu wa kuganagia muhu. Tijika ile agaigwa, daigwa ni aroka. Agare na haiwezekani, and we must correct these things if we want to work together. Sisi kama serikali za county na serikali kuu tunafanyia wananchi kazi moja. Na hawa hawataki kujua commissioner ni nani alifanya, wanataka tu kujua walichagua serikali. And we as a county government, we want to work with you. Lakini sasa hiyo maneno ya Nairobi hapo tungetaka tuseme jinsi tunavyosema hapa katika maneno ya SHA, tutofautishe siasa na kazi. Siasa tutakuja kupiga baadaye. Hiyo tutapiga na ya kusema nani hatutaki, kusema ni nani tulichagua, ni nani alichaguliwa na Ruto. Hiyo ni mahesabu inaeleweka. Si ni kweli? Ama namna gani? Na sisi huwa tunaongea mchana wakati kuna jua, si ndio? Tunasema hivyo. Nasema Deputy President yule alichaguliwa na Ruto alikuja hapa na hakutuambia. Na ni next time akikuja apatie ofisi yangu heshima, atumane tu aseme mimi nitakuja, program yangu ni hivi na mimi mwenyewe nitakuwa. Kama sitakuwa, deputy wangu atakuwa. Na tutamsupport kwa sababu tunataka kazi, ama namna gani? Si ni namna hiyo? Na tungetaka waje mara mingi kwa sababu siku hiyo nilisikia walikuja nyumba mingi kulikuliwa nyama. Mimi naomba warudi tena na tena. Wakikuja waje tena na sasa badala ya tukule ng'ombe, si waongeze ndio tukule kuku. Kanati anitukirikete kuku. Hiyo maneno ni namna gani? Kwa hivyo nikimalizia, nataka niwashukuru na niseme this team, medical team ya Nyeri, muendelee kukazana. You continue doing the very best you can for our people. Kwa sababu hawa ndio wametuajiri. Hao ndio wametupatia kazi. Tufanye kazi
kama inavyostahili. Si ni kweli? Tungangane, tuende mbele, tuangalie haya maneno. On the matter of SHA registration, please let us not stop at anything. If hata wewe tumia simu yako, enda huko, patia, tafuta kama huko hauna rights or whatever, just say, siko hata self registration. Kindly assist so that we can get all our people on the system. Alafu tuanze kuongea na Kasim. Tunamwambia Kasim wa Magana, we have registered this number, we need this amount of money. Hapo ni pazuri. At the end of it all, na nyinyi CHPs kama commissioner alivyosema, mnajua nyinyi Monday nyinyi ndio chairman wa mashule, Sunday nyinyi ndio chairman na guild, na wengine ndio machairman wa kanisa. Hata chief akitaka nyumba 10 anatoa kwenu. You are important and critical people katika mambo yanavyoendelea hapa. Tuko pamoja. So as a county sisi tungetaka tusukume tufike pale. Tunajua tuko na madeni kiasi ambao hayajalipwa. Tunaomba Kasim, kama unaona kuna mahali tunakwama, join us, help us. Ndio watu hawajajua kufanya claim wa claim, pesa zije. Na pesa zikija, Kiragu and Aden, please pay KEMSA. Tafadhali, hatutaki kuwa county ambayo inasomwa mahali iko madeni. Kama tuko na deni la KEMSA, pay immediately so that we can order. Tuko na shida na KEMSA, ni lazima tuseme. Ukioda vitu vya 1,100 unapata vya 30,000. Hawana zingine. Na sasa hata kutakuwa kubaya zaidi. Nimesikia sijui President Trump amesema nini hivyo. Kuna dawa zilikuwa zinapelekwa huko zimekwama, lakini tutajisaidia. Si ni kweli? So ni watakia kila laheri. I am really very appreciative kwa hii kazi, na tuseme the days kutoka leo mpaka tarehe 9 tungangane, tuingie kwa mahoteli, kwa masoko, kwa makanisa, kwa misikiti, tuhakikishe kila mtu amejiandikisha, because it is free. Maneno ya kulipa itakuja tukienda SHIF hapo sasa, na ni ya level 4 kwenda juu huko. Na ni vizuri mjue tena, let me also mention this system ambayo imeletwa ni kwamba utaenda PGH urudishwe hapa. Si ni kweli? Unanielewa? Utaenda PGH unarudishwa wapi? Hapa. So heri uanze chini utibiwe, na hapa ni bure. Ukiwa referred, sasa kuna njia hiyo ingine ya kwenda huko na itaangaliwa, na mnaambiwa pia there is the critical illness ile ambayo sasa kitu kimetokea, hujakuwa registered, hujafanya nini, ukiwa kwa hiyo hospitali utatibiwa. Hayo mambo mengine yatawachiwa personnel. Are we together? Very fine. Thank you. Mwisho kabisa nimalize na kusema hivi. DG, nasikia unaongea hapa, unasema hivi. Unaambia hii watu hivi. Unajua watu unawaambia ukweli na unaguruma. Hao watu hawataki mtu ambaye hagurumi. Ukaguruma hapo unawaambia huyu governor nikimwangalia naweza kalia kiti chake. Si namna hiyo. Na mimi ndio nitatoa report form. Ama namna gani Kawanjiko? Niye note mutejera kweli? Na ni muwe hali hadu agetu arorete no riu ni kwahetanire. Na riu tondu andu ni magibagire uria mebagire ri kuri undu tungika. Githe ithu tokuiganira. Tugere muthuri uyu ri ni kabaga kurire njuire mbe. Karatia. Agakurire njuire ki? Anu ni ngoikorwo handu hau. Ni mwikiaritho ni muno ndirathi kundu. Ni mugwitikira ati thie o ugu ati njuke guku. Ati njohagwo ironda maguru guku. Ile tokinya mubange kaundu, mnanipanga kitu hapo mkiangalia mbele. Mnanipanga namna hiyo, si ni namna hiyo? Wangapi wanasema governor pangu hapo mbele? Sasa si hiyo maneno sasa mkinipanga na huyu jamaa naye ajipange. Unasikia wanalalamika, wanasema unakunja mkono sana. Unakunja mkono sana na hutokei kwao. Unajua ni vizuri nikwambie. Haya sawa. Kawanjiko.
Hata Kawajiko anataka kuwa deputy. hata Kawajiko anasema anataka kuwa wakishikana watengeneze, mimi sina shida. Si mambo itakuwa sawa. Otherwise ni muguthi kugeithania na mwire andu maundu ni mega, na tuko na county commissioner mzuri. He's a good man. Unajua ni vizuri tuseme, nimekuwa na yeye hapa na pale nini, and he is doing a good job for the people of Nyeri. Haya maneno ya mental illness, sijui tutafanya nini. Watu kujinyonga, watu kufanya, tumekuwa tukisema haijaanza hata huko. In my own staff we had a male men, na wale wanajinyonga sana si wanawake, ni wanaume. So we must ask Kiragu and his team, unapanga hata one Saturday mnatufungia hapa, mnasema it's male wellness day, mnakuja hapa wanaume wote, tunakuja hapa tunasema shida zetu, kwa sababu hao wanashinda hospitali. Mageti dago huko, si hata huko tumeona ni akina mama tu. Ati ni matani. Kuna mwanaume amekatazwa kwenda matani. Hata mimi nataka niseme, mama akikuja hapo, bwana anapewa kitanda hapo next. Ndio waende hii safari pamoja. Ama namna gani? Angalia wengine wanasema hapana, akae hapo. Ati hata nyinyi mnakataa. Leo nywe wira wajine wiki ya mahiga muri kunene. Hapana. Why am I saying this? Wanaume, na ninataka ujue, kama unataka, ebu enda hapa ward 5 na ward 6. Hapa ward 6 kwanza. Ukute wale wazee wako, wale wagonjwa wako huko, hakuna mtu anaweza hata hawezi hata inua kichwa. Kwa nini? Wanaume wanangojea mpaka wabebwe kama gunia, wakipelekwa wapi? So that's why I'm saying, and I hear your point, Kiragu and his team, Dr. Mureu, pangeni maneno, tupatie nafasi. Hata mnakimbia kina mama wasikuja hapa leo, mnafungia hapo, mnadeal na sisi huko, mnaweka meza huko na viti, we express ourselves kwa sababu kuna shida. Nasikia hata leo Kiawara chief ameitana Kieni. I hope they are also going to send medical personnel, kwa sababu kuna shida na matatizo na shida mingi. Unajua ni vizuri tuseme ukweli, Mungu aliumba wanaume wakiwa na nguvu za kimwili, lakini za hapa za kubeba shida, hapo iko tatizo kidogo. So katika hayo mambo we understand, shida ikikuja mama anajua kujipanga. Hawa mama hata wakati kuna njaa huwezi jua kwake iko njaa, anaweza weka watoto hapo na nikieja keidi kwa aradherukia ginyatwana tukome. Mwanaume anakaa hivi, akipata 200 badala ya atoe wanunue kitu, akolia ule kongo ile hanyamwelia. Unaelewa? So we understand we have a problem. Kuna wakati shida hiyo ilikuwa teto sana hapa, ndio watu walikuwa wanajinyonga kila dakika, but we pray. I think we are going to organize male health days to deal na wanaume alafu pia akina mama. Is that okay? So I want to wish you well, Dr. Mureu and your team. I am going to be expecting to see results. We are going to have a review by the 10th. Tarehe 10 tuangalie tumefikisha watu wangapi. And if we can go back to where we were in position 1, then we will make a decision. But that doesn't mean we are going to stop. Tuendelee tu kujiregister as we progress. Mine is to wish you the very best, to thank you, and to now declare this SHA RRI officially open. Thank you very much.